Na anamwambia Joshua kitu cha ajabu sana. Sasa nipe mlima huu. Hii ndo kazi ya Wakristo. Tunatakiwa tuwe tunachukua milima. Sio kwa tunakuja kuomba kwa milima iondoke. Hapana. Huo mlima wa pressure kwenye familia yenu, huo mlima wa kisukari, huo mlima wa magonjwa, wewe ndo unatakiwa uungoe. Yaani wewe ndo unatakiwa kwa ujasiri unasema, mimi nataka mlima wa pressure nitadili nao kwenye familia yetu. Mlima wa umaskini ambao kuanzia babu yangu alikuwa maskini, baba yangu ni maskini, sisi ni maskini. Mlima, nipe mlima. Kwa maana Caleb alipokuwa anamwambia Joshua, nipe mlima, kwenye mlima kulikuwa kuna Waanak. Yaani ndo kulikuwa kuna wale giant, kulikuwa kuna wale watu wakubwa sana. Kwa hiyo Mungu akitaka kukupa kitu chake chochote, jua kabisa utamuona Goliath, utauona huo mlima, na anataka uwe na ujasiri wa kutosha wa kusema mlima ndo nao utaka. Yaani unatakiwa uwe mtu jasiri. Hatutaki kuwa watu waoga. Wakristo sasa hivi wengi wamekuwa watu waoga. Watu wanaogopa, wanaenda kwa mtumishi, nimeona kitu fulani, niombe hiki kiondoke, hiki kiishe, hiki kifanyaje? Badala useme wewe nitadili na wewe. Yaani huu mlima ambao adui ameuleta nitadili nao. Nitaushughulikia kwa neno la Mungu, nitaushughulikia kwa kutafakari neno la Mungu, nitaushughulikia kwa kufunga. Huu mlima nitauondoa. Ni mlima gani huu mbele ya Zerubabel? Hakuna mlima wote mbele yako wewe, mtumishi wa Bwana. Ni lazima ujue kuwa kwa kuwa Mungu yuko na wewe, wewe ni mshindi. Kwa kuwa Mungu yuko na wewe, yeye ndo atakupigania. Kwa kuwa Mungu yuko na wewe, hakuna chochote ambacho kinaweza kikakushinda au kikakuzidi. Hakuna.